wakunga na walinzi wa siri za jamii leo wameamua kupatana na mbingu kupitia tambiko la mviko katika msitu wa Mambolani, kijiji cha Mwina katika kaunti ya Tana River. Kwa sasa jua ni kali, ardhi imekauka na mto uliokuwa tegemeo la jamii sasa unasinyaa. Lakini katika kiangazi hiki kuna nguvu ya kale inayoinuka. Karibu kwa makala ya Sauti ya Mabongolo na siri ya mviko katika nyakati za mabadiliko. Langu jina Kulanzomo. Ni saa 2 asubuhi. Hakuna mwanaume anayeruhusiwa kukanyaga hapa. Ni kikao cha mabongolo pekee. Kabla ya safari kuanza, nyumba ya mkutano inabarikiwa. Hapa ndipo kindu cha wamama wakunga kinapopata nguvu ya pamoja. Safari ya kuelekea msituni inaanza, safari ya kutafuta rehema kama eleziavyo Mama Mwanajuma Jabo. Mwanamke akitoka hivi huwa ni vibaya kuingia kwa nyumba yenye ina watoto, ina mume, ina mama mzazi mwenye amejifungua bado yuko kwa kitanda. Sasa miguu ya wanawake huwa tunasema ina moto. Sasa tukikaa pale kule tunaondoka, imebidi mumeona tumechukua maji, tukambifa yule mwenye nyumba na tukafanya maombi pale kidogo. Mwenyezi Mungu ule moto wenye tumeenda nao aupunguze, au mfanyie sahali, awe asidhurike na jambo lolote. Kwa miaba yetu ya kukaa pale ndio tukampiga maji tukamaliza. Na kutoka pale huwa hatupiti na katikati ya mji, kwa sababu mwanamke anabeba vitu vibaya, vitu vikali. Na hata mwanaume akiona mwanamke amepiga mraba kama ule, huwa anapitana mbali. Hawatembei kimya kimya, kila hatua ni wimbo na kila kituo ni maombi. Wanapofika kwenye msitu mkuu wa Mambolani, kambi inapigwa. Hapa maandalizi ya mwisho yanafanyika. Baadhi wanabahi kupika chakula cha tambiko, huku wengine wakijitayarisha kwa ajili ya kwenda mtoni, ambapo imani inachukua sura mpya, wakiomba na kuwataja mabongolo waliotangulia mbele za haki. Swali ni ina umuhimu gani kutaja majina ya waliotangulia mbele za haki? Sasa yale majina tunayotaja ni ardhi, ni wao wa babu zao wenye ardhi. Hapa tumesimama kuomba hii ardhi ni ya babu zao. Sasa wazidi kutubariki malaika wao wako duniani. Kwa amri ya Mwenyezi Mungu mvua inanyesha, na wale wenye ardhi wao ni wamoja wapo hao wanawake, na tukiomba kwa kuwa ardhi ni haki yao ya wazee wao, na sisi pia wanatubariki. Wanapoelekea mtoni, wanarusharusha mbegu za nafaka hewani. Ni ishara ya kupanda upya matumaini mikononi mwao. Wambeba mwao mti wa mgomba uliochongwa kama mtumbwi mdogo. Mtoni maombi yanafikia kilele. Huingia ndani ya maji. Matawi yaliyo vichwani yanavuliwa na kuwekwa ndani ya ule mtumbwi wa mgomba na kuachiliwa uende na mkondo wa maji. Mama Mwanajuma anaelezea sababu ya matukio haya. Nafikiri mliona kitu kama mdau tuliteremsha ndani ya maji, na kuna ndaraki zenye tumetoa kwa kichwa tukaeka ndani ya mdau. Hiyo inamaanisha kuwa zile zote ni dawa, mambegu kama mahindi, pojo, mpunga ambao haujatwanga, na mahindi, pojo, mkunde. Hizo ndizo mbegu za kiasili zenye huwa tunafanyia maombi yetu kama haya leo tulofanya. Sasa ndani ya maji tunaeka, tukibarikiwa tunaomba Mungu maji yajae vyenye hizo dawa, mambegu yote yameenda, ndio vyenye maji yataingia yaende yakibariki kila mahali penye kuna River Tana imepitia. Hayo maombi yetu yote yapitie huko na kila mtu apate neema zetu. Lakini hata baada ya maombi kuna swali linabaki. Kwa nini mtu unakauka? Kwa nini mkondo umebadilika? Asili ya Mpokomu zamani wazazi wetu na wazee wetu walikuwa wakisema mto hauvukishwi maiti. Mto hauvukishwi maiti, mto hauvupigwi pindo na wanawake wenye wako hali ya miezi. Hayo ni makwizi. Vitu kama nyavu hazishushwi mtoni, zikivua ni kitundoano ile ya kurusha, ndio ilikuwa inatumika zamani. Na wanaume kama wanatafuta samaki na mikonjo, basi wanaenda kwa maziwa, ndio wanaenda wanatafuta samaki na mikonjo, lakini si huo mto. Na hata mtu zamani akifa ndani ya maji hapelekwi mjini, anazikwa kando ya mto kwa sababu ya kufanya mto usikauke. Lakini sahihi hayo hakuna.
watu wanazika kiloko. Saa hii mtu akifa anapelekwa mjini, ameshikwa na mamba amepatikana, anapelekwa mjini, maiti inavukishwa, ndio maana mtu unakauka. Mabadiliko ya tabia nchi yanachangiwa na mikono ya binadamu, lakini kwa Mabongolo ni zaidi ya sayansi, ni kupotea kwa heshima ya mto na miko yake. Wakati Mabongolo wanarejea majumbani mwao, imani yao inabaki imara, huku nasi tukipewa baraka za kurudi nyumbani salama. Mwenyezi Mungu agalite na heri. Makala haya yameletwa kwako na Fox Radio na kutayarishwa nami Kula Nzomo.